Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu na tunambariki Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupa ili kuweza kushiriki na wewe neno ambalo litakujenga, neno ambalo litaendelea kukuimarisha katika hatua za kuelekea kwenye utakatifu wa kimungu. Maana hii ni nguvu ya neno la Mungu TV, na tunapatikana hapa katika kanisa la Mount Kilimanjaro Baptist Church. Watoto wa Mungu, nilikuwa nataka nizungumze na ninyi jambo moja kwa ufupi sana. Jambo hili litanisaidia pia kuendelea kusonga mbele katika kuendelea kumtafuta Mungu. Kwa nini ninakuletea matangazo haya? Ninakuletea matangazo haya ni kwa sababu ya kutaka kukutia moyo katika safari ya kwenda mbinguni. Ninatambua ya kwamba safari ya kwenda mbinguni sio rahisi kihivyo. Watu wanahitaji neno la Mungu, na kitu ambacho kitakusaidia na kitu ambacho kitanisaidia ili niweze kutimiza ule mwendo ambao ulianza miaka mingi ili uweze kutimiza, ni lazima nguvu ya neno la Mungu likae ndani yako. Na ndio maana nikawa na kutia moyo kuendelea kukaa katika Kristo. Nini ambacho nataka nizungumze siku ya leo? Ninachotaka kuzungumza siku ya leo ya kwamba utambue ya kwamba wewe ni wa thamani, na tafuta kilicho cha thamani. Kwa sababu wewe ni wa thamani, ya kupasa pia utafute vilivyo vya thamani. Nitaanza kwa kusema ya kwamba kwa nini nimesema wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani sana, kwa sababu uthamani wako ni pale Yesu Kristo aliposhuka kutoka mbinguni, akaja akafanyika kama mwanadamu ili aweze kukuokoa. Alitoka mbinguni, alikuja kwa sababu alikuja kutafuta kile kilicho cha thamani, kwa sababu wewe ni wa thamani. Na kwa sababu wewe ni wa thamani, ya kupasa utafute yale yaliyo ya thamani katika ulimwengu huu ambao tunaishi. Kwa lugha nyingine ni kwamba hauwezi ukatafuta kile kisichokuwa cha thamani. Ni lazima katika maisha yako utafute yale yaliyo ya thamani. Na hata ngoja nikwambie, yaliyo ya thamani ni maneno ya Mungu. Yaliyo ya thamani kwako ni neno la Kristo. Nini ambacho nataka niwaambie? Kitu ambacho nataka nizungumze na wewe siku ya leo ni kwamba tafuta lililo la thamani. Wengi wanatafuta elimu, wengi wanatafuta fedha. Kila mmoja anashughulika na la kwake, kila mtu anashughulika na la kwake. Lakini siseme kwamba hayo sio ya thamani. Hayo yana thamani sana. Lakini siku ya leo nakujia katika jina la Yesu Kristo kukuambia ya kwamba kuna kitu cha thamani zaidi ya hivyo vitu ambavyo tunavitafuta usiku na mchana. Hivyo vitu tunamalizia hapa ulimwenguni. Lakini hilo ambalo ninakujia kukuambia, uthamani wake ni wa uzima wa milele. Nini ambacho nataka niseme? Nataka tusome kwa uchache sana katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari ule wa 25 mpaka 33. Lakini utaenda kusoma kwa muda wako. Habari hii inaonyesha jinsi gani Yesu alivyokuwa akikaa na wanafunzi wake.
wakati yuko pamoja na wanafunzi wake, aliwaambia jambo moja: msisumbukie haya mambo ya dunia. Sio kwamba Yesu alikuwa hataki watu wavae, sio kwamba Yesu alikuwa hataki watu watafute fedha. Hapana, Yesu alikuwa anataka kuwaonyesha watu kuna kitu cha thamani zaidi ya hivyo vitu ambavyo watu wanavitafuta. Yesu akawaambia, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Leo ndio maana nikaja nikakwambia ya kwamba kuna kitu cha thamani. Yesu kwa nini aliwaambia wanafunzi wake tafuteni kwanza ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu ni ufalme wa thamani. Wakati mwingine Yesu, wakati anawafundisha wanafunzi wake namna gani ya kuomba, aliwaambia ombeni ufalme wa Mungu ushuke. Yesu alikuwa anatambua ya kwamba ufalme wa Mungu ukishuka, watu watatembea kifalme, watu wataishi kifalme, watu watafanya kifalme, na wewe utatembea kama mwana wa mfalme. Na ndio maana nimekujia mchana huu wa leo, nyakati kama hizi, ili uweze kujua ya kwamba una kitu cha thamani sana ambacho ya kupasa ukitafute. Nini ambacho namaliza kusema? Ufalme wa Mungu ni wa thamani sana katika maisha yetu. Chochote kile unachokihitaji, kama unahitaji biashara yako isonge mbele, kama unahitaji huduma yako isonge mbele, kwanza wewe mtumishi, kwanza wewe anza kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Hayo mengine yote anasema ni ya ziada, atayazidisha, hayo yatazidishwa. Kama ilikuwa ni fedha, Mungu atazidisha fedha, lakini kwanza utafute ufalme wa Mungu. Kama ni amani, Bwana ataiongeza amani, lakini kwanza utafute ufalme wa Mungu, maana hicho ndicho cha thamani. Bwana lazima atayabadilisha maisha yako. Lazima Bwana atabadilisha familia yako, kwa sababu umetafuta kwanza kilicho cha thamani ambacho ni ufalme wa Mungu. Kwa nini nasema hivi? Haya ni nyongeza ambayo inakuja baada ya kutafuta ufalme wa Mungu. Tafuta kilicho cha thamani, nitafute pia kilicho cha thamani, ili tuweze kujenga ufalme wa Mungu tukiwa hapa kwenye dunia hii. Mungu akubariki sana. Shalom.